Bwana Yesu asifiwe. Mko salama kabisa? Na mimi niko sawa. Ninashukuru Bwana kwa nafasi hii ambayo ametupea siku ya leo ili tuweze kuugawa mkate wa uzima. Amen. Leo niko na furaha sana. Brother Mendi ako hapa. Mendi ndio Mnyamulenge wa kwanza kuona katika maisha yangu. Na Mendi sijui nitasema aje kwa maana ni rafiki. Na Mendi ndiye alinifikisha Rwanda mara ya kwanza. Hiyo ni zaidi ya miaka 10 iliyopita. Nyanza, tukaingia Nyanza. Alafu tukaingia Butare ndani huko mashambani. Sasa hata sikumbuki njia yuko. Unapita university ya Butare, alafu unaingia huko ndani kwa Madizi. Tulikuwa tunahubiria kanisa ya matope. Amende, umefanya vizuri sana. Yaani ni samani sana kuona Amende. Samani sana. Nimesikia wewe ni reverend wa huku. Ulikuja huku ati miaka si miezi, miaka 3 Nairobi. Sasa wewe nililala kwa Amende huko Nyanza. Unajua ni rafiki. Akanitoa hapo akatupeleka Bujumbura, tukakutana na ndugu huyu. Bujumbura. Grizode zame. Na sasa ni marafiki ya zamani. Leo imetokea. Tunasema ni asante. Tena karibuni sana katika Nairobi. Katika nchi hii ya Kenya. Kwetu ni vile nilikuambia tulipoonana, hakujawahi geuka. Nilikuambia kwetu ni Meru. Unakumbuka Mendi? Nilikuambia kwetu kunaitwa Meru na si Nairobi. Na hata sasa huwa ninaishi Meru. Leo nitapigia Frank nimwambie Amende iko area. Amende iko Nairobi. Ati umoja inako, umoja tu, umoja 1 ama umoja 2. Leo ni mambo ya ajabu. Ukikumbuka wakati ule tulikutana na Amende, nilikuwa mwembamba kuliko yeye. Unaona siku hizi nimeshiba. Hata sikuwa nimeoa. Wakati huo tulikutana sikuwa nimeoa. Natoka nioe nina miaka 11. Sasa si unaona hiyo ni zamani. Wakati huo tulionana na Amende, tulikutana na Amende mlimani Uganda. Kampala kule mlima wa maombi. Ndio tulionana na yeye, tulipoonana tukapendana. Na mimi siku ile nilienda ndiye Amende alikuwa anatoka. Sasa tulilala siku moja. Katika kinyumba hiyo inakuanga na mkeka. Mimi nililala hapa, Amende akalala hapa, lakini hatukuwa tunajuana. Tukasalimiana asubuhi. Dakika hiyo ndiye Amende aliniambia ningetaka uje kwetu. Tulikuwa na Frank. Ambia na ningetaka muje kwetu. Huyo ni rafiki. Ni rafiki. Na kutoka pale akatuambia atatutembeza kule. Tukaenda Nyanza Sunday. Ili tulienda wiki mzima. Sunday akatutuma. Frank akaachwa Kigali, mimi nikapelekwa Rwamagana. Kwa kanisa ya Epel, mama alikuwa anaitwa Pastor Muke. Na nilipofika Rwamagana, Pastor Muke akanipenda sana. Sasa safari ya kutembea Rwanda ikaanza.
ikafunguka. Kutoka pale tukaachana na Amendi, tukaanza kutembea. Nikifika Rwanda tu nilikuwa nampigia simu, namwambia brother, nimefika, niko Rwanda na niko mahali huku, na sasa sikuji upande wa Nyanza. Mungu atukuzwe. Sasa ni rafiki yangu kabisa, nimemuonea pale, nashindwa ni Amendi, ni ndugu yake, na uzuri yake asekangi. Miaka ile tulionana na yeye alikuwa hivyo hivyo, asekangi. Sasa nashindwa mimi ninaonekana mzee kidogo, unaona hata nywele ilimefanyika ya white. Sasa na Amendi ageuki, ni yule yule mzee wa zamani. Vile tu alikuwa. Mungu ni mwema. Nilipenda Amendi sana kwa maana alikuwa anaomba sana. Alikuwa mtu anaomba sana, na ndiye mtu wa kwanza niliona wakiimba kisiriba wakiwa na Karegea. Karegea siku hizi yako Mbarara. Aliniambia yako Mbarara. Sasa Amendi na Karegea ndio walitupeleka Bujumbura, Gerizodi Zambi. Hapo ndipo tulionana na ndugu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa leo sijui nitakula kuku gani, kwa maana tumeonana na mzee wa zamani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nitatafuta kamunda hapa kabla ya mwaka ijaisha, nije nione huko unakaa huko Umoja, nione huko mlienda kukaa, kumbe mlikuja Nairobi na hamkuambia wenyeji. Amani ya Bwana iwe nanyi. Asante sana. Okay, basi turudi katika kitabu cha Bwana Yesu asifiwe. Sasa tusomewe basi mstari wa 20, sura ya kwanza. Nimesema barua ya kwanza ya Petero. Barua ya kwanza ya Petero, sura ya kwanza, mstari wa 22. Alafu umalize hiyo, uvuke sura ya pili, usome mstari wa kwanza na wa pili na mpaka wa tatu. Petero wa mbere 2:20, rimwe 22. Aravuga ngo nuko rero ubwo kwiyejesheje imirimo kumvira ukuri, kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya, mukundane cyane mu mitima, kuko mwabyawe ubwa kabiri, mutabyawe n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Kuko abafite imibiri bose bahwanye n'ibyatsi, ubwiza bwabo bwose umeze nk'uburabyo bw'ibyatsi. Ibyatsi biruma, uburabyo bwabyo bugahunguka, ariko ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka ryose, rihoraho iteka. Kandi iri ni ryo jambo ry'ubutumwa bwiza mwabwirijwe. 2, nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishari no gusebanya kose, mumere nk'impinja zivutse vuba, mwifuza amata y'umwuka adafunguye, kugira ngo abakuze abageze ku gakiza, niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza. Nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe, ribigira igiciro cyinshi. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima, kugira ngo mube inzu y'umwuka n'ubwoko bw'abatambyi bwera bwo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana kubwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi nisome. Having purified your souls by your obedience to the truth for sincere brotherly love,
Love one another earnestly from a pure heart, since you have been born again, not of a perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding word of God. All flesh is like grass, and all its glory like flowers of grass. The grass withers and the flowers falls, but the word of the Lord remains forever. And this word is the good news that was preached to you. So put away all malice and all deceit and hypocrisy and envy and all slander. Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation. If indeed you have tasted that the Lord is good. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni kupe maneno kidogo yale nilisema jana ili niweze kupita kwa ajili ya wale hatukuwa naye. Nilisema ya kwamba wokovu una hatua mbili ambazo mwanadamu anastahili kufikia. 2 levels. Kuna hatua mbili unastahili kutembea katika wokovu. Nikasema hatua ya kwanza ni wokovu ambaye huja kwa ajili ya kukiri, confessing. Biblia inasema mwanadamu huamini kwa moyo, anakiri kwa kinywa, alafu anaokoka. So hiyo ni hatua ya kwanza ya wokovu. Hatua ya pili ya wokovu nikasema ni wokovu ambaye huja kwa kusijua njia za Mungu na kutembea kwazo. Sema tena. Wokovu ambaye ufikia mwanadamu wakati amejifundisha njia za Mungu, alafu akaanza kuishi na njia hizo. Amen. Nilipeana mfano kitabu cha Yohana. Hatua wokovu wa kwanza iko katika Yohana 3:16. Inasema kama vile Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee ili atakaye muamini asije akapotea mbali hawe na uzima wa milele. Hiyo ni hatua ya kwanza. Inasema watakaye amini. Kisha inanenea watu ambaye tayari hawajaamini. Alafu nikasema ya pili iko katika Yohana huyo 8:31. Naye inasema kwa wale waliye muamini Yesu akawaambia, nanyi kaeni katika neno langu, mkikaa katika neno langu, nanyi mtajua ukweli, na ukweli naye utawaweka huru. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwanza inasema kwa watakaye amini. Ya pili inasema kwa waliye amini. Kwa hivyo kumaanisha huyu wa pili ananenewa ni mtu tayari ameshaamini. Kulingana na sisi tunafikiri ya kwamba nikisha kiri Yesu mambo yote imeondoka. Kwa hivyo yote imekwisha. Hivyo ndivyo tunafikiri. Lakini siku. Kwa maana kama yote inakwisha mtu akikiri. Hawa waliokiri Yesu aliwaambia wakae kwa neno. Kwa nini? Ili waokolewe, ili wawekwe huru. Kwa nini hakuwaambia kwa maana nyinyi mmeamini nimewaweka huru? Kwa maana ingekuwa rahisi kusema kwa maana sasa mmeamini nyinyi mko huru. Yeye hakusema hivyo. Alisema kwa maana sasa mmeamini, fanyeni hivi. Kaeni kwa neno langu. Nalo mkikaa mtajua ukweli. Na ukweli ndiye utawaweka huru. Kwa hivyo ni kumaanisha unakiri Yesu lakini bado unabaki ukiwa umefungwa. Bwana Yesu asifiwe. Nitasema tena. Unakubali Yesu
lakini bado unabaki ukiwa umefungwa. Na kifungo hiki kimekufunga. Yesu anasema kile kitakuokoa na kifungo hicho ni ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Na unaweza kuketi kanisani miaka yako yote lakini usifikie ukweli. Na unaweza ishi kanisani miaka mingi na usiwahi funguliwa. Kwa maana anasema njia pekee ya kufungua ni ukae katika neno. Nikasema jana, kukaa katika neno si kusoma neno. Kusoma neno ni njia moja, lakini kukaa katika neno, Kiingereza inasema you abide in my word. Abiding, nikasema jina abiding Kiswahili hivyo imetumia kukaa. Abiding ni kushikamana. Jina mzuri wa Kiswahili ni kushikamana. Anaposema if you abide in my word you shall know the truth and the truth will set you free. Lakini kabla hujajua kweli, you abide. Sasa shinda ni process ya kuabide. Wacha tusitumie hiyo jina kukaa. Hiyo ni sijui nani ana Kiswahili ya Tanzania. Sijui kama inatumia kukaa hata hiyo Kiswahili ya Tanzania ama ile yenu ya Kongo. Kuna Kiswahili ya Kongo, kuna Kiswahili ya Kongo. Nisikie ikiwa mzuri pia. Ni Joana 8 mstari wa 31. Kiswahili ya Tanzania 31. 31. Wale Wayahudi waliyemwamini mkikaa. Aya yako na inatumia mkikaa. Ni mkikaa. Zote zinatumia mkikaa. Ni mkikaa. Sasa kukaa huku, kile ninakosa ni kukaa huku. Anaposema kukaa, wewe unaweza fikiria ni kusoma. Kiingereza haitumii kukaa. Kiingereza inatumia abide. Abide kwa Kiswahili mzuri ni kushikamana, kuingiana. So anasema ukiingiana na neno langu. Si amesema kwa Wayahudi waliyemwamini. Sikumaanisha hao wameokolewa. Lakini akawaambia hatua ya pili ni ukae katika neno. Kundumu. Inatumia kundumu. Kundumu katika neno. Bwana Yesu asifiwe. Sasa shinda ambaye kanisa liko naye ni hatua hii ya pili ya wokovu. Ndio maana kanisa limekuwa dhaifu. Kwa maana kuna kitu hawana. Walichukua neno moja wakasema Biblia inasema kama vile Mungu anapenda ulimwengu alimtoa mwana wake wa pekee ili atakaye kuja kuamini asije akapotea bali apate uzima wa milele. Kwa hivyo sisi ni Wakristo wa Yohana 3:16. Hatujawahi fika Yohana 8:31. Na Yesu alienda safari akatoka Yohana 3:16 akafika Yohana 8:31. Na anatarajia kila mtu afike mahali hapo.
Glory be to Jesus. So tuko na shinda mingi, si kwa sababu ndivyo tunastahili kuwa. Wakati watu wengine wanauliza, kwa nini mtu aokoke anashinda? Kwani Mungu ajionyeshi? Kwani Mungu ana kanuni za utenda kazi zake alizoweka, na kama kanuni zile hazijafuatwa hawezi kujionyesha. Anaweza zifi. Kuna neno Paulo aliambia, nafikiria ni Waibrania, aliwaambia, ndugu zangu, wakati nalikuja kwenu nilikuja nikifikiria ya kwamba nyinyi mlikomaa kiwango ya kwamba nyinyi ni walimu. Waambia, lakini nilipofika kwenu nikagundua ya kwamba bado mnahitaji mtu wa kuwafundisha maneno ya kwanza ya wokovu, kuhusu wokovu, maneno ya kwanza ya neno la Mungu kuhusu salvation na baptism. Bado ndio mnahitaji kupewa. Nawaambia, nalitarajia nyinyi tayari mlitoka kule mkombere. Alafu akawaambia, mtu yoyote anayeishi katika maziwa ni mtoto. Huyo mtu hajakomaa na astahili kupewa chakula cha waliokomaa. Akasema, kwa maana chakula cha waliokomaa ni cha watu ambao wameweza kutofautisha kwa kutumia akili zao tofauti ya mema na mabaya, sheria ya haki na sheria ya ubaya. Katika mawazo yao wanaweza kutofautisha bila kuambiwa. Alafu anasema, na neno lolote la haki alipeanwi kwa watoto. Ndugu zangu, Mungu aliweka vile wale wamwaminie. Unaweza kutembea kama alivyotembea Kristo, yawezekana, lakini uwezekani kutembea kama alivyotembea Kristo ukiwa mtoto katika neno. Haleluya. Kwa maana wacha nikwambie kitu. Kukiri, ukishakiri Kristo ni roho yako, the spirit, roho yako ndiyo ifufuliwa. Ndio mnaita spirit, ndio mnaita nini? Sio the Holy Spirit, roho yangu, roho mgingo. Aya, kutoka ugingo kuna nafsi. Nafsi inaitwa aje? Mgingo. Roho. Spirit ni? Mutima si ni heart. Sasa kuna heart, kuna the spirit, na kuna the soul. Nafsi. Nafsi ndio ugingo. Haya, roho ni umuka. Haya, good. Ukishaokoka kile kinatendeka, umuka, unaitwa umuka, ndio ufufuliwa. Sasa, lakini nafsi haijaguzwa. Nitasema tena. Ukisha kiri Yesu, kile utendeka, Biblia inasema kama kufumba na kufumbua, na roho yako inafufuliwa. Roho ikisha fufuliwa, lakini kumbuka, kukiri kwako hakukugusa nafsi. Nafsi ndiye ina mawazo, ndiye ina mapenzi, na ndiye iko na hisia. Mind, emotions na the will. Vitio vitatu ndio vinaunda kitu kinaitwa nafsi, the soul. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Sasa sijui kama ninakufundisha theolojia na
kama wewe unaweza kusikia theolojia. Haya, niseme tena. Nafsi ndiye iko na emotions. No? Hisia. Ndiye iko na the will. Will tunaita penzi la mtu. Haya, ndiye iko na mind, mawazo. Vitu hiyo vitatu ndivyo control matendo ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Mawazo, penzi na emotions, hisia, ndizo ucontrol, ndizo uongoza kila utakachofanya. Sawa sawa? Sasa nirudi tena. Nimesema ukisha akili, nafsi haijaguswa. Kile kimeguswa ni roho yako iliyokufa, imefufuliwa. Lakini imefufuliwa wakati nafsi yako ina matendo iliyokufa. Na nafsi ndiyo ukontrol matendo. Kumaanisha utaokoka. Lakini kila utakuwa na shida nacho ni kufikiri kulingana na wema, ni kuwa na emotion iliyo safi, na ni kuwa na mapenzi iliyo ya Mungu. Hiyo ndio shida utakuwa nayo. Kwa hivyo utaokoka, lakini akili zako zingali zimeoza. Yeah? Utaokoka, lakini emotion zako ni za tamaa mbaya. Utaokoka na kila wakati kile unatamani, ikiwa penzi lako ni penzi lililooza, hamwezi tembea na Mungu, kwa maana mawazo yako tayari imeoza. Emotions zako, hizo emotions zako singali na tamaa iliyo mbaya, lakini umeokoka. Ukijaribu kusoma Biblia hivi, unasikia usingizi. Ukiachana na Biblia, uende Facebook, usingizi inaisha. Nitakwambia tena, ukikuja useme wacha nisome Biblia, unasikia kulala. Ukiachana na Biblia, uende kwa Facebook, ukaangalia wasichana wasio na nguo na watu wa vituko, dakika hiyo usingizi inakwisha, unasikia kuangalia hizo. Unajua kwa nini? Kwa maana mawazo yako yameoza, haiwezi kukubali neno safi kupita. Na mawazo ndiye mlango wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Chochote ambacho kitaingia kwa mwanadamu lazima kipitie kwa mawazo, kwa maana mawazo ndiye mlango. Kwa hivyo kama mawazo imeoza, mlango huo hawezi kukubali chochote safi kiingie. Chochote nacho ambacho kinaingia ndani yako ndicho kinakuumbia tabia. Na kile kilitoka nje kikaingia ndani, kikakujengea uzima. So utajaribu kubadilisha karakta, lakini mlango wako haikubali neno lijengae karakta mzuri. Amen. So watu wengi Biblia kwao ni mzigo. Lakini simu na ufuate. Dakika ile alikuwa anataka kusoma Biblia saa 1 usiku, anaanza kulala, lakini Facebook atakuwa naye mpaka saa 6 usiku na asikii usingizi. Kwa maana kile anatazama ndicho kinakubaliana na uoza uliye akilini. Kwa hivyo akili yake imefungua mlango, kwa hivyo mambo ni kuingia inaingia. Dakika hiyo unasifikiria uko fresh, chukua tena neno hili. Ukijaribu kusoma
unasikia mawazo imeanza kujifunga tena. Wawa. Ikijifunga usingizi inaingia. Sasa leo tuko na kanisa la Facebook na Twitter na WhatsApp, YouTube. Uko ndiko wanaishi. Kanisa lisilo na wakati wowote katika neno la Mungu. Nakumbuka Yesu alisema, ili uwekwe huru, ukae kwa neno. Sasa wewe utafikia uhuru lini? Nitakuuliza tena, wewe ambaye haukai katika neno, utafikia uhuru lini? Utafika lini? Na neno hili ndilo ukupea sura ya Kristo. Nitasema tena, neno hili ndilo ufungua sura ya Kristo. Biblia inasema alikuwa na Mungu, akatoka akawa neno. Neno hili likianza kuingia ndani yako, linaanza kukupea sura ya Kristo. Amen. Now, turudi mahali tumesoma. Verse 22 inasema, having purified your souls by obedient to the truth. Kumaanisha, nimekuambia si haiokolewi kwa kukiri. Nafsi uokolewa kwa kutii kweli. Unasikia kile nimesema? Nitasema kwa maana nafsi ilijengwa na matendo. Na ndio maana Biblia inaita matendo yaliyekufa iliyo nafsini. Kumaanisha nafsi ujengwa na matendo. Na kama nafsi ujengwa na matendo, ile tunaita works. Kama nafsi ujengwa na matendo, haiwezi okolewa pasipo matendo. Na watu unasikia wakikuambia ati sisi tuliokolewa na imani na neema, sisi hatustahili kuwa na matendo, hata kupoteza. Kwa maana nafsi yako haina njia nyingine ya kuokoa. Tusomee kitabu cha Yakobo sura ya 1. Mstari wa 21. Ayo mazi ni bisu bisu uliteka, umutayo ni nambara kuvuga nacho, turakusumbisa tukumva tukueneza, usimwe mana uimbazwe. Ayo mazi ni bisu bisu uliteka, umutayo ni nambara kuvuga nacho, turakusumbisa tukumva tukueneza, usimwe mana uimbazwe. Eka ngulilinde oe mana umba kusenga kwanje, urakusumbisa ayo mazi miso miso uliteka, umutayo ni nambala kuvuga nazo, turakusumbisa tukumva tukueneza, usimwe mana uimbazwe. Aya basi soma.
Na yule ako na Kiswahili afungue. Yakobo cha mbere umurongo wa 21. Ubwo bimeze bityo mwiyambure imyanda yose n'ububi bwo busaze, mwakirane ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe ibasha gukiza ubugingo bwanyu. Amen. Uchafu wote na ubaya uzidio. Yes. Na kupokea kwa upole neno lililopandwa ndani, liwezalo kuziokoa roho zenu. Lakini uweni, wacheni hapo, wachi hapo. Haya, hiyo jina roho zenu Kiswahili imekosea. Kwa maana si roho, ni nafsi. Sio kwenu imesema hivyo? Yes, kwa chini ndio inasema nafsi. Mstari wa 22. Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikilizaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Haya, sikiza hii. Therefore put away all filthiness and rampant wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls. Kumaanisha nafsi huokolewa na neno. Bwana Yesu asifiwe. Nitasema tena. Nafsi huokolewa na neno. Sasa kama wewe unauamini kuhusu tendo hili la neno, utaokoa nafsi yako vipi? Tokana na mauti. Na ndio maana watu wanahubiria watu, wewe tu kama uliokolewa na neema, uko chini ya neema hata ukitenda chochote. Kwa nini? Unajua kwa nini anawaambia hivyo? Kwa maana nafsi zao zimekataa kuokolewa, kwa hivyo matendo yao ni maovu. Kwa hivyo anataka kuonyesha hata ukitenda maovu ukiwa chini ya neema uko sawa. Kwa maana nafsi yake imekataa kuokoka, kwa hivyo amekosa tendo njema. Kwa hivyo anakweo jambo ya kwamba bora uko na neema, hata ukitenda chochote wewe uko chini ya neema. Na Biblia inasema atendaye dhambi ni mwenye dhambi, lakini atendaye haki ndiye mwenye haki. Nafikiria sio wewe unahubiri hiyo. Nafikiria sio wewe unaambia watu wafanye vile bora wachukue neema, wakimalizana neema ni hii. Inaitwa injili ya once saved forever saved. Ukishaokolewa tu mara moja umeokolewa milele. Hii inaitwa injili potofu. Mtu mwenye kukwero kitu hicho ni mtu ambaye aling'ang'ana na nafsi yake akashindwa kufikia tendo njema. So anasema bora niko na neema, matendo haijalishi, bora nina neema, matendo si shinda. Basi tofauti yako na mwenye dhambi ni nini? Ni neema. Basi kwa nini Yesu ahukumu mwenye dhambi kwa kutenda dhambi na asikuhukumu wewe na ulitenda dhambi hiyo? Haleluya. Nafsi ilijengwa na matendo. Hiyo inaitwa works. Ilijengwa na works. Hapa mawazo yako inakuanga formatted na maneno kutoka vile ulivyosaliwa, ndivyo akili yako ujengwa. Si kila mtu ujengwa usaliwa akili ikiwa plain. Akili ikiwa haina chochote, haijakuwa formatted. Hakuna mtu usaliwa akiwa na neno lolote katika akili.
akili huwa vile mtu atakavyofikiri na vile atakavyoishi inaumbwa na wazazi, ndio wanaanza. Inastahili kuumbwa na society na vile ambavyo vimekuzunguka. Mungu akikuleta duniani hakukuleta na akili yoyote. Na ndio maana Mungu haumbi mtu akiwa amekamilika. Anaumba mtu ili operationalization ya mtu huyo ifanywe kutoka duniani. Halo? Jinsi ya kufikiri, jinsi ya kutenda, jinsi ya kutembea ilistahili kujengwa toka duniani. So yule amekujenga akiwa haja ana neno njema, utajengwa akili yako ikiwa na neno lilioza. Ukishaokoka, kila Mungu anatarajia ni hicho kilichojengwa kibadilishwe. Ujenge kitu tofauti kinachofanana na Mungu, kwa maana umezaliwa mara ya pili. Haya, kitabu cha Wagalatia sura ya 6. Umutayo ninambara kuvuga nasho turakusumbisa ukumva tukueneza ushimwe mana uimbazwe. Sura ya 6 mstari wa 15 na 16. Ayo mazini biso buliteka umutayo ninambara kuvuga nasho turakusumbisa tukumva tukueneza ushimwe mana uimbazwe. Tusome sura ya 6 mstari wa 15 na 16. Kuko gukebwa kutagira umumaro cyangwa kudakebwa keretse kuba ikiremwa gishya, nuko abazaja bakurikiza ibyo amahoro n'imbabazi bibe muri bo, bibe no mu Bisiraheli b'Imana. Amen. Aya, Kiswahili. Kwa sababu kutahiriwa si kitu, Yes. wala kutokutahiriwa Si kitu kabisa, bali kiumbe kipya. Asante. Na wote watakaoenenda kwa kanuni hiyo, amani na iwe kwao na rehema. Naam, kwa Israeli wa Mungu. Amen. For neither circumcision counts for anything, nor uncircumcision, but new creation. Right? Sasa that creation anaita new creation ndio the creation of the soul. Ndio nafsi inastahili kuumbwa upya. Niangalilie mwenzako, muulize, unakuanga na muda gani wa neno? How much time do you spend in the word? Ama neno unasomanga ukisikia likisomwa na Pastor Sunday? Unatumia muda gani katika neno hili? Kwa maana kitakacho kuokoa si neno lile linahubiriwa. Itakaye kuokoa ni neno lile ambaye umejipea muda kulitazama usiku na mchana. Na si kulisoma tu, unalisoma ukiwa na kusudi ya kupata ukweli. Haleluya. Kusudi lako la kusoma si ili ukahubiri, kwa maana neno hili hatukupewa tukahubiri. Neno hili tulipewa kama katiba yetu. Hakuna mtu usoma katiba ya nchi
ili aende akahubirie watu katiba. Kila mtu anasoma katiba ili ajue kile anastahili kufanya na kile hastahili kufanya. The same way, neno hili hatukupewa ili tukahubiria watu. Tulipewa ikiwa katiba ya Mungu ambaye kila mtu anastahili kujiongoza naye. Kwa hivyo kuhubiri kwetu hakustahili kuwa tunakuja kusoma ili tukahubiri. Tunastahili kusoma tujue, tujijenge nacho, kutoka pale tuambie watu kile kilichotujenga. Bwana Yesu asifiwe. Mimi Mungu alinisaidia zamani. Alinisaidia zamani sana. Wakati ule tulikuwa tunakaa kwetu ni mahali kama Minembwe. Kwa maana ni mahali pasuri, ni mahali pa mlima, ni mahali pa msitu. Nyumba yetu ndiyo ya mwisho. Kutoka kwetu hakuna nyumba ingine. Kutoka kwetu ni msitu. Mimi nilianza kuona ndovu nikiwa kama mtoto kadogo. Sikikuja shambani. So sisi tulizoea tulipookoka kuwa msitu. Tulikuwa tunaenda msituni kukaa huko. Tunalala msituni siku 3. Na ni karibu na mlima Kenya. Wakati huo baridi inashuka. Tuko na wandugu na wandanda. Wanaakisha moto huku round. Alafu wanalala katika. Na baridi bado inawatoa hapo. Wakati huo tulikuwa sisi hatukuwa ati tunaombea hiki na hiki na hiki. Ikifika asubuhi tulikuwa tunaambiana kila mtu atoke. Sasa tuko kwa uwanja mahali ni msituni na ni ndani sana. Hapo ni ndovu, ni fisi, ni chui, unaweza kutana naye. Tunaambiana kila mtu atoke, aingie kichakani mahali. Saa hizo ni saa 12 asubuhi. Tukutane hapa saa 12 jioni. Uende huko ukaombe Mungu. Na tulikuwa tunaambia wandanda, ujue ukikosa Mungu hautakosa fisi. Kwa hivyo itakubidi uombe sana ili fisi isije kukukula. Ukienda ulale simejaa hapa, hata sinatokea kwa mahali unasikia wandanda wanatuliza, na hiyo ni nini? Naambia hiyo ndio inaitwa fisi. Na fisi ikikukuta ukiwa umelala inakukata nyama kilo ya hapa. Ambia ndanda sasa utakata ukiwa umelala kilo 1 hapa na iende nawe. Sasa ndanda wameogopa. Kwa hivyo ni kuomba. Kazi yako ni kuomba na kusoma neno. Na tulikuwa tunaambiana tukirudi hapa saa 12 kila mtu haje na sauti ya Mungu. Vile Mungu amesema. Tukutane hapa. Hizo ni siku 3 na tunaambia wandanda hata ukikufa sisi hakuna atakayetuuliza, kwa maana tulitoka usiku, hata wazazi wenu wajui tuko wapi. Na hakuna wazazi wenu wanajui tulienda na nyinyi, kwa maana tulitoka manyumbani saa 6 za usiku. Hakuna mtu alituona tukipanda. Sasa nawaambia hata ukikufa hakuna mtu atatuuliza ulienda wapi, kwa maana hakuna mtu alijua tuko msituni. Kwa hivyo ni kutetemeka na kuomba. Na unaomba mpaka unasikia sauti ya Mungu, kwa maana usipoisikia tunaweza kukuacha msituni mpaka uisikie. So wakati huo tukaweza kufungulia misipa ya moyo na akili kuweza kulisoma neno la Mungu na kuelewa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi sikuangi kama vile ati kwa maana nimekuja kuhubiri hapa sasa nitachukua muda wote kusoma nikiandika. Mimi sikuangi na hiyo. Mimi nitasoma Biblia kawaida. Mungu anajua ninaenda kuhubiri. Nikikuja kuhubiri nitakuja hapa niseme, Bwana, nimefika kwa watu wako. Unataka niwaambie nini? Na kwa maana neno liko ndani yangu kama failo nyingi, atachomoa moja. Akichomoa moja nisikie anataka watu wao wajue juu ya nafsi. Kutoka pale niende nitafute neno, maneno yote inaenda na kuhusu nafsi. Mimi hata nikikuja hapa jana sikuwa najua nakuja kuhubiri nini.
nilikuja tu kwa maana Mungu ametumana na watu ni wake. Kila najua ndani yangu ina failo nyingi za neno la Mungu simeketi, nyingi sana simeketi ndani. Nikitoka hapa next week naelekea Kitale, sitahubiria hicho nawahubiria kama Mungu hataki hubiriwe hicho. Nikifika Kitale nitaenda niwaambie Bwana nimefika Kitale, unataka watu wa Kitale wasikiwe nini? Achomoe failo. Akichomoa failo, nijue ni hiyo anataka tuendelee. Ninasonga mbele. Nikienda pale kwa Pastor Eric, hautanikuta ati niko pale nikijaribu kusoma kile nitakwambia. Mimi nitakusoma Biblia kwa maana inastahili kusomwa. Na unaweza kuta mahali nasoma asubuhi si mahali nitahubiri. Nilikuwa nasoma inielekeze. Kwa maana sisomi nikuhubirie, ninasoma kujijenga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini zamani ilikuwa ajabu. Kwa maana zamani sikuwa naweza kusoma neno. Ilikuwa shinda kwa maana akili inauoza, ina mambo. So ukijaribu kusoma unalala. Lakini Mungu amenisaidia. Amenisaidia kabisa. Na ni vita kali. Hata sasa haijaisha. Ni vita kali. Tungali tunang'ang'ana nayo. Lakini najua ni mafailo kadhaa, mafailo imeketi hapo ndani. Mimi hubiri continuously. Yaani kabisa. Sina wiki ile inasema ati hii wiki ni ya kwenda kusoma sana ili tujue mahali tutaanzia. Mimi maisha yangu ni Bible na maisha yangu ni Mungu. Ni hivyo. Alinituma. Wale tulikuwa naye asubuhi hapa nilikwambia nilipomaliza high school baba yangu alitaka kunipeleka kusoma Biblia. Nikakataa kwa maana mimi niliamini wahubiri ni maskini. Na sikuwa nataka kuwa mhubiri. Akanienda kupelekwa nikafanya economics, accounting option. Nimemaliza. Nina certificate mzito mnono. Kubwa. Franki unaonaga? Ni engineer. Electrical engineer. Mimi nimefanya accounting option. Kwa maana nilifikiria accounting ndio kuna pesa mingi. Utaenda banki mahali pesa sinapiti. Nilipomaliza baba yangu alikuwa engineer. Na alikuwa hata ameretire mwaka huu umeisha. Alikuwa mtu mkubwa na alikuwa amesimamia district yote ya Meru. Wananiambia leta certificate nikakutafutia kazi bank. Nina mkubwa yangu, nina rafiki yangu anafanyanga huko, ameniambia ni wakuambia unipe certificate upate kazi. Nikamwambia sauti ya Mungu imeniambia niachane na kazi zote nichukue neno lake. Anataka kunituma ili tukutane na menti. Sikuwa naenda Uganda. Mimi niliketi kwetu nyumbani hivi. Kuketi nyumbani, sauti ya Mungu ikaniambia utoke uende Uganda. Kuna mtu nimeweka pale na mtu huyo atawapea njia ya kuelekea mahali nataka mwende. Sikuwa tunajua amendi. Tukaambiana na Franki twende Uganda, hatujawahi enda. Tukafika, tukakumbuka mtu mwingine ya Meru alikuwa anaishi huko, tunamtafuta, alikuwa pastor. Akatuambia ati akona kanisa mahali karibu na kulikuwa inaitwa Catholic Hospital. Kwenda hapo tunakuta akora njawa anahubiri, akimaliza akatuambia Mungu ameniambia msiingie kwangu. Auliza okay, kama amesema tusiingie kwako, anasema tuende wapi? Kwa maana ndio tutaenda. Kwa maana nilipofika hapa aja ninenea. Lakini nikiwa Meru aliniambia niende Uganda, Kampala. Nimefika Kampala lakini sijui naenda wapi next. Ameniambia niwapeleke mlimani. Nawaambia sasa unajua hatuna option. Huku ni nje ugenini, hauna pa kulala, amesema tusilale kwako, sasa tuende msituni hiyo.
tulipoenda msituni, tukiwa tumelala mahali ya Mende alikuwa amelala hapa, Franki hapa, mimi hapa. Tulipoamka Franki akaniambia mahali nimelala nimeota ndoto. Nikaota hapo kando yangu tunachimba dhahabu. Nikamwambia ama utafute ndugu yule alikuwa amelala kando ya, kumbe ndiye alikuwa amendi. Dakika hiyo ndio tulisalimia Mende. Tulimsalimia tu habari ndugu. Ndugu akatwambia mzuri sana. Sisi tumetoka Kenya, umetoka wapi? Rwanda. Kutoka pale tukaingiana. Tukitoka kuna hoteli iko pale. Tukienda tukasema twende hoteli. Tukakutana na watu wengine walikuwa hapo mbele. Kuna jamaa yule alikuwa askari. Ule jamaa mlitupeleka naye alikuwa anaitwa nani? Ule tulienda naye Butare. Nafikiria ndiye huyo. Sasa tulipotoka tukienda hoteli, sasa tumeachana na Mende, tukasema tukunywe chai, tukaona huyo jamaa amesimama kwa mlango wa hoteli hivi na wanawasichana wane. Wakatusalimia. Walipotusalimia, huyu jamaa akatuambia, anaitwa James. Akatuambia, kwani nyinyi ni wapi? Tunawaambia sisi tunatoka Kenya. Akatuambia ni vile nasikia kama Mungu anasema amewatuma kwetu. Nauliza kwani ni wapi? Anaambia tunakaanga Rwanda, lakini pia hao wengine wane ni wa kutoka Bujumbura. Tukapeana namba. Hivyo ndivyo finally tuliweza kufika Rwanda. Sikuwa kuna mlima ya maombi Uganda. Mimi nilizoea msituni kwetu. So wakati Mungu aliniambia nienda Kampala, hata hakuniambia ninaenda mlimani. Sijui kuna kitu kama hicho. Nilisema utaniambia nikifika Kampala, wacha nitii kwanza. Hivyo ndivyo tulikutana na Mende, na hivyo ndivyo ninahubiria Wanyamulenge leo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo. Glory be to Jesus. Asimu musaraba asima ya maziza aliko chani chani asimu umwami Yesu asimu musaraba lazima ya maziza aliko chani chani nasimu umwami Yesu. Glory be to Jesus. Amen. Tamani neno hili ni nuru. Biblia inasema kiingilio cha neno la Mungu huleta nuru na huleta kuelewa kwa wanyonge. The entrance of the word of God brings light and it brings understanding to the simple. Nafsi yako itafungukia neno. Isipofungukia hauna njia ya kuokolewa. Utaishi kanisani lakini mawazo yako imeoza. Utaishi kanisani lakini ukiongea hata hauna heshima ya kinywa. Kwa maana emotions zako zimeoza. Hallelujah. Ya maziza aliko chani chani ashimwa umwami Yesu asimu musaraba azima ya maziza aliko chani chani asimu umwami Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Nitawaambia hivi,
utaweza kutawala dunia, dunia utawalwa na neno. Nitasema tena, kama utaweza kutawala dunia. Kumbuka Biblia inasema Mungu aliumba dunia kwa neno. Yoyote atakaye kufikia utawala lazima afikie neno la utawala katika Kristo. Na wokovu ulistahili kutuleta mahali sisi ndiye watawala duniani. Si kuwa rais, ni mtawala katika neno lako. Ukiongea hivi dunia inatetemeka, wafalme wanaogopa, kwa maana neno lako uwezo wa kuumba. Amen. Na alitamani ya kwamba kila mmoja wetu atafikia mahali neno lake linaumba. Akisema hivi ndivyo kutakavyokuwa, neno hilo linaelekea linaumba hicho anataka. Hivyo ndivyo alitamani. Lakini huwezi fikia neno la kinywa linaloumba kama nafsi yako haijafikiwa na neno la uzima, neno la Mungu. Kwa maana neno hilo lingine unanena limeoza. Kama litaumba chochote ni kilichooza. So watu wangali wanasema sisi tuliokoka tunangojea Mungu tu katika shinda zetu mpaka wakati atakapokuja. Unajua wale tulikuwa nayo asubuhi niliwaambia wakati Wabelgiji walienda kuhubiria Wakongomani, missionary wa kwanza wa Belgiji, kabla hawaja kuja kuhubiria Wakongomani walipitia katika nyumba kuu ya serikali kwa mfalme. Wakasema tunataka kuruhusiwa kwenda kuhubiri Kongo. Si serikali ndiyo ilikuwa koloni. Wakaulizwa mnaenda kuhubiri nini? Wakaonyesha. Wakaambiwa hicho mnaenda kuhubiri kama mtaruhusiwa lazima mpunguze, yani msihubiri kweli yote. Wakaambiwa katika neno linasema heri masikini wa moyo, kwa maana ufalme wa Mungu ni wake. Muende mhubiri heri masikini, kwa maana ufalme wa Mungu ni wake. Wakongomani wakiamini wataachana na dhahabu ili nyinyi mchukue dhahabu nao waende mbingu. Sasa ilihubiriwa mpaka Wakongomani kanisani ikawa ni dhambi ukipatikana na dhahabu. Yati ukipatikana na dhahabu na umeokoka, hiyo ni dhambi. Dhahabu zote za Kongo zikaelekea Belgium. Sasa wanasemanga Belgium ina dhahabu za Kongo zimewekwa store kiwango ya kwamba hata Belgium ikitulia hivi tafanya kazi yote itaendelea miaka 30 na dhahabu hivyo za Kongo. Lakini Kongo ni masikini. Mahali zilitoka. Waliletewa neno lisiloweza kuokoa, likapunguzwa ukweli. Najua hakuna masikini alienda mbinguni sio Lazaro. Ni Lazaro tu tunajua katika Biblia, na kama Lazaro si Yesu alituambia atungemjua. Hao wengine tunajua walikuwa matajiri. Ibrahimu alikuwa maskini. Na Isaka na Yakobo, Daudi, Sulaimani. Sasa yule masikini tu tunajua alienda mbinguni ni Lazaro. Na Lazaro
Ni Yesu alikuja kutuambia baada. Sasa hatujui yeye Lazaro huyo alikuwa anaishi enzi gani. Hatujui kama alikuwa enzi za Abrahamu, enzi za Ayubu. Sisi hatujui aliishi, lakini tuliambiwa kuna mtu alikuwa anaitwa Lazaro na naiba yake alikuwa tajiri. Sasa tulikuja tukiambiwa watakaenda mbinguni ni wanayofanana na Lazaro. Kukura makombo. Na Wakongomani wakakubali. Rigwije wakaenda nazo. Mzee mmoja aliniambia alienda crusade moja Lubumbashi. Kukaja msungu moja kuhubiri. Ananiambia niliona ajabu. Alienda akasimama na Lubumbashi stadium imejaa watu. Akasema najua dhahabu ni dhambi. Kila mtu aliye naye nyumbani kesho alete hapa, kwa maana tunataka kusirundisha kwa shetani. Akaniambia kwani umewaiona dhahabu wewe? Ambia keshowe watu walibeba dhahabu wakuje walete ili wasamehewe dhambi. Ambia silipojaa msungule aliwaambia Mungu amesema tukachomee Uingereza ili moshi yake isije kuharibu Afrika. Na wakati na dhahabu ikapakiwa kwa ndege. Na wanaamini imeenda kuchomwa kwa maana ni ya shetani. Crusade Lubumbashi. Sema na Mungu atalipa watu hao vibaya sana. Unajua walikosea kabisa. Mbona unatumia Mungu ati unasema Mungu ndiye amekwambia ukachomee Ubelgiji. Usije ukachomea Afrika ili moshi ya dhahabu isije kufanya Waafrika wenye dhambi. Yesu asifiwe. Niulizie mwenzako, wewe una muda gani wa neno? Niulize tena, wewe una muda gani wa neno? Je, neno hili ni kitu kwako? Huwa linakusumbua? Is it anything to you? Kuna mtu ananiambia pastor, hata nikilisoma silielewi. Unalisoma ukiwa ulielewi? Kwa maana nafsi wakati ilipojengwa na tendo ilikauka, ikawa haiwezi kubali neno lingine mzuri. So ni kama uje na nyundo ugonge hapa chini. Ukigonga hapa chini mara ya kwanza nyundo hiyo itabounce, itarundi. Ukigonga hapo mara ya pili itabounce. Ukigonga mara ya tatu haitatoboa lakini itabounce. Ukigonga mara ya 4, mara ya 5, ukifikisha mara 20 itakuwa imetoboa shimo. Kweli? Lakini kama ile kumbounce ya kwanza ndio ile kundiscourage, hauwezi endelea. Hivyo ndivyo utafanya. Ukikuja usome neno la kwanza, utasikia kama moyo wako umefunga. Unakuja tena unasoma, inafunga. Unakuja tena unasoma, unafunga. Mara ya 3 unakataa kulala lakini uelewi. Mara ya 4 unaendelea. Ukifika mara 20, mara 70, neno hilo litaanza kujifungua katika maisha yako. Sasa shinda yetu ni ya kwamba ukilisoma mara ya kwanza likatae. Nasema kama sielewi kwani nitandu likae. Nilikuambia kuna wakati nilienda kuomba msituni peke yangu, ilikuwa mchana. Niliamka asubuhi. Siku hiyo nilikuwa nimemaliza kuchuna majani chai, kwetu ni kwa majani chai. Nilikuwa nimemaliza majani chai. So nikasema kwa maana sina kazi mingi na nilistahili kutafutia ng'ombe nyasi,
Nikaamuka saa 11 nikastafutia ng'ombe nyasi, nikaacha saa 1 nikapanda msituni. Niko na Biblia. Nilipofika msituni nikaketi. Nikajaribu kuomba, nasikia kama neno la Mungu liko mbali na mimi. Nikijaribu kusoma neno linakataa. Nikalala. Mahali nililala, nikasema hivi, Bwana, nimetoka kwetu nikaingia msituni huu kulala. Msitu huu una wanyama. Lakini nimekuja nilale hapa kwa maana nimeshindwa kuomba na nimeshindwa kusoma neno. Lakini nitalala msituni huu na sitatokea. Kwa maana pengine unaweza tuma malaika, si kwangu, aende akaangalie msitu wako, kwa maana msitu wako akinikuta utanibariki tu. Na nikalala usingizi nono. Nikiinuka hivi na sauti ya Mungu. Sauti ikiuliza neno liko mahali kitabu nafikiri ni Isaya, inasema ni nani tutakayetuma? Hiyo ndio siku ya kwanza nisikia sauti hiyo. Nilipoulisikia nani nitakayetuma, nikafikiria ni mimi naulizwa. Nikasema, Mungu niko hapa, nitumeni. Lakini natumwa nikiwa akili mbranki, haijui chochote. Hata kuomba ni shida. Kuomba dakika 5 unaona kama masaa 10. Nikiambiwa nisimame kanisani kwa vijana, mimi ndio nilikuwa kiongozi wa vijana secretary. So nikiambiwa nianze nisome neno, niwahubirie kidogo, ninatetemeka mpaka tumbo. Kumana nashindwa, mtu usikanisha maneno mbili yaje na kuwa injili. Siku moja, ilikuwa mwaka wa 2002. Wakati President Kibaki tulikuwa tunamchagua mara ya kwanza. Siku moja nikiwa nimelala, na kawaida yangu ilikuwa ninaamka saa 11 asubuhi, ninaelekea msituni kuomba. Siku hiyo nilipoamka, nikasikia kama Mungu ametoka mbinguni, akaja ako karibu na paa ya nyumba yangu. Nikashindwa, uwepo wa Mungu uliye hapa ni kubwa. Nikaamua niende msituni kuomba. Nikaenda mahali nilifika, nilikuwa ninaketi, nikikosa kuomba ninaimba. Na zile nyimbo za injili nilikuwa najua zote kwa lugha yetu. So ninaimba, nasikia Bwana ako hapa. Sauti ikaja, ikaniambia, kutoka sasa jitayarishe, kwa maana nitakutuma karibu na nitakutuma mbali. Hivyo ndivyo safari yangu ilianza. Hakuna siku nilienda msituni miaka 2 every day. 2 years every day. Asubuhi na jioni. Asubuhi na jioni. Miaka 2. Kabla sijasikia sauti ya Mungu ya kwanza. Amen. Je, neno hili linakusumbua? Nimepita kile nilikuwa nataka kusoma kukuambia. Hapo tumesoma kitabu cha Petro. Anasema hapo ya pili, sura ya 2 inasema, na nyinyi tamanini maziwa ya rohoni, ili kwake muweze kukulia wokovu. Mkiwa sasa mumeonja, mkasikia Mungu ni mwema. Mtu huyu ananenwa, si yule ameokoka? Ule ameonja akajua Mungu ni mwema, si mtu ameokoka? Lakini anaambiwa ukitoka pale kuna kitu unastahili kukulia. Anaita you grow unto salvation. Ukulia wokovu. Kwa maana sasa wewe umeonja.
After kukiri umeonja, ukapewa ukamunda, ukaonja na ukasikia Mungu ni mwema. Anamwambia sasa ukimaliza hiyo, tamani maziwa ikuzae, maziwa isiyotiwa chu, maziwa isiyo kivuguto. Hilo ni neno. Anamwambia utamani neno ambalo alijawekwa maanduindo. Ni kweli na ni kweli pure, isiyowekwa tu vitu. Na unajua wahubiri wanaweza kuhubiria neno likiwa na maanduindo, limefanywa kivuguto. Na kivuguto haipewi mtoto, atakoje katumbo. Mtoto wa masiku anapewa kivuguto. Anasema nyinyi tamanini maziwa isiyotiwa chachu. Hilo ni neno la Mungu ambalo limehubiriwa bila kuwekwa maandoindo. Limehubiriwa lilivyo hata kama linakuuma. Anasema neno hilo ndio linaweza kukukuza. Kama tu limehubiriwa lilivyo bila kuweka maandoindo. Tukutane kesho ili tuende tunatafuta vile nafsi itaokoka. Sasa tunataka ili uwe na akili inayofikiria kama Yesu. Sasa tuko katika safari. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Wokovu brother, si kuamka na kusema nimeokoka. Wokovu unastahili ukitembea hivi, hata walio mbali wanasema mtu yule hata kama hatumjui anaonekana kama wa Mungu. Hata kama hatujui kabisa, mtu huyu anakaa kama ameokoka. Wokovu si kusema. Wokovu ni kuishi. Halo? Wokovu si kusema, wokovu ni kuishi. Mungu awabariki. Makofi mazuri sana, makofi mazuri sana.